Karibuni sana ndugu wasikilizaji na watazamaji katika episode yetu mpya ya Wanangu Podcast. I am your host Goodluck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Nikukaribisha katika episode yetu ya 71 ya Wanangu Podcast ambayo imejikita katika kuangazia deal ambayo imefanyika hivi karibuni mwezi wa 12 mwaka 2025 kati ya kampuni inayofahamika kama Netflix kwa kuinunua kampuni inayofahamika kama Warner Bros. Sasa haya ni makampuni makubwa sana katika kiwanda cha filamu nchini Marekani. Ukizungumzia Netflix, wengi wetu tunajua Netflix ni nini, na wengi wetu pia tunatumia Netflix kwa sababu hii ni platform ambayo inakuruhusu wewe kuweza kustream movies au series ambazo zinapatikana katika platform hiyo. Na kuna platform kama hizo nyinginezo, kuna Hulu, kuna Peacock na nyinginezo, lakini Netflix ndo baba yao inapokuja katika swala zima la kustream movies au series, kwa maana wamedominate industry ya streaming. Lakini upande wa pili, Warner Bros pia ni kampuni kongwe sana ambayo imeanzishwa tangu mwaka 1923 huko, na ndugu ambao walikuwa wameanzisha hii biashara pamoja, ndio maana inaitwa Warner Bros, kwa sababu bros as in brothers. Kwa hiyo ni kampuni ambayo pia ni moja kati ya makampuni makubwa katika uzalishaji na usambazaji wa filamu nchini Marekani. Makampuni mengine ni Sony, ni Universal, unazungumzia Paramount, lakini vile vile unazungumzia kampuni kama Disney. Kwa hiyo kwa hayo matano kwa pamoja ukijumlisha sana Warner Bros ni makampuni ambayo yanashikilia mapato kwa 80% mpaka 85% ya mapato yote ya movies nchini Marekani yanaenda kwenye makampuni hayo makubwa, kwa sababu nayo pia na makampuni madogo mengi ambayo yako chini yake. Kwa hiyo kitendo cha Netflix kununua Warner Bros, unaweza kaona mpaka hapo kwamba ni makampuni makubwa mawili ambayo yanafanya vizuri katika movies. Moja wapo limeweza kulinunua nyingine kwa dola za Kimarekani bilioni 82.7. Yaani hizo hatutakiwa hata kuzibadilisha kutoka kwenye madafu, ziache hivyo hivyo kwa sababu sio tukachanganyikiwa sasa hivi hapo. Wewe ziache tu, unajua ni dola za Kimarekani bilioni 82.7. So kitendo cha Netflix kununua Warner Bros kinamaanisha kwamba zile kazi zote ambazo ziko chini ya Warner Bros au yale makampuni yote ambayo yako chini ya Warner Bros pia yameenda kwenye Netflix. Sio yote kama yote, kwa sababu deal ya Netflix haikutaka vitu kama CNN na nini viingie kwenye deal yao. Wao walitenga, walikuwa wamespecify katika studios, kwa maana sehemu au facilities ambazo Warner Bros wanazitumia kutengeneza movie zao, lakini pia deal yao ilikuwa inahusisha streaming, ambao kama mnavyojua kwamba HBO iko chini ya Warner Bros, na HBO pia wana streaming service yao ambayo inaitwa HBO Max. Kwa hiyo hivyo vyote vimenunuliwa na Netflix sasa hivi. Kwa hiyo inamaanisha kwamba katika catalog ya Netflix sasa hivi zile kazi zote ambazo uko unaziona kwenye HBO Max au ambazo ziko under HBO pia zitakuwepo itakuwepo Netflix sasa hivi. Sasa unazungumzia hapo series kama The Sopranos, unazungumzia kama The Wire, unazungumzia series kama Game of Thrones, unazungumzia vitu kama Cartoon Network, unazungumzia franchise ya movies kama za Harry Potter, unazungumzia movies za DC, hizo za kina Superman na Batman. Hivyo vyote vipo kwenye hiyo deal ambayo Netflix wameweza kuikamilisha kwa kununua kampuni ya Warner Bros. Mchakato wa Netflix kununua Warner Bros haukuwa kwamba Netflix tu waliwa approach Warner Bros wakisema tunataka kununua kampuni yenu. Ni kwamba kuna tenda ilitangazwa na makampuni tofauti yalishiriki katika kupambania tenda hiyo. Hapa nazungumza Netflix ilikuwa inashindana na watu kama makampuni kama Paramount ambao nimekutajia, na wenyewe pia ni moja kati ya Big 5 katika uzalishaji na usambazaji wa movie nchini Marekani na duniani. Lakini vivyo kuna kampuni nyingine inaitwa Comcast ambayo pia ilikuwa inashindania deal hiyo, lakini Netflix imeibuka mshindi. Lakini kuna shida moja, ni kwamba Netflix ni kampuni ambayo ni kubwa sana na ina dominate katika swala la streaming. Na Warner Bros pia ni kampuni kubwa sana, nimekwambia ipo kwenye top 5, kwenye big 5 za makampuni makubwa ya movies. Kwa hiyo nchini Marekani sasa kuna sheria moja ambayo inaitwa Antitrust Act, ambayo yenyewe iko kwa ajili ya kuweka usawa katika namna ya ushindani wa kibiashara. Kwa maana hawataki tu kuruhusu makampuni makubwa kama haya yaweze tu kumerge au moja linunue lingine, kwa sababu hiyo competition inapungua katika kiwanda cha filamu, na competition ikipungua anayedhurika ni mteja. Sababu mteja sasa, kama kuna kampuni moja ambayo ina dominate, maana yake huyo mtu anaweza kujipangia bei anavyotaka yeye, kwa sababu hakuna ushindani. Kwa hiyo kama Netflix ikiacquire kampuni kama Warner Bros ambayo imekuwa imeacquire sehemu kubwa sana ya uwekezaji unaofanyika katika kiwanda cha filamu, maana yake wanaweza kujipangia bei wanavyotaka wao kujipangia bei. Lakini vile vile
katika process kama hizi mara nyingi watu wengi huwa wanapoteza kazi. Kuna upotevu mkubwa wa kazi. Kwa hiyo hiyo Antitrust Act iko kwa ajili ya kuhakikisha kwamba inatengeneza mazingira ambayo kuna ushindani kati ya makampuni. Kwa hiyo hii deal ya Netflix imepita, Warner Bros wameikubali hiyo deal, lakini serikali bado haijatoa tamko kwa sababu inaweza ikaweka na yenyewe ikatia neno hapo kwamba hatuwezi kuruhusu hiki kitu kutokea kwa sababu hizi na hizi. Kwa hiyo bado inasikilizwa mpaka pale tamko litakapotolewa kwamba hii deal itakuwa imepita kabisa au la. Japokuwa Warner Bros wameikubali hiyo deal ya Netflix. Kitu kingine ambacho watu ambao wapo kwenye industry ya movie wanajiuliza ni kwamba vipi kuhusu theater, kwa sababu kazi nyingi ambazo zinazalishwa na Warner Bros zilikuwa zinapitia theater kwanza. Yani ile sehemu ambayo watu wanaenda kuangalia movie, wanalipia, wanaenda physically kuangalia movie, and then baada ya muda fulani hiyo movie ikishatazamwa kwa muda fulani na ikarudisha pesa ambayo imewekeza katika kutengeneza movie hiyo, basi ndo movie hiyo inaweza kuchukuliwa ikiweka kwenye streaming services. Lakini Netflix kipaumbele chao wao kikubwa ni kustream. Yani kwamba watu waweze kuangalia movie wakiwa majumbani kwao, haina haja ya kwenda kwenye theaters. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho watu wengi wanaogopa kukipoteza, kwa sababu unapokuwa umeacquire kampuni kama hiyo ya Warner Bros ambayo ina kazi nyingi sana ambayo inazalisha, ambazo nyingi zilikuwa zinapitia theater, maana yake unaua uchumi mzima wa theater, kwa maana theaters zitakosa kazi sasa kwa sababu Warner Bros imekuwa acquired na Netflix ambayo yenyewe ina base zaidi katika streaming. Au hata kama movies zitakuwa zinaenda theater baadaye zinakuja streaming, basi swala ambalo linategemewa sana ni kwamba Netflix wanaweza kupunguza sana muda wa movie kukaa theater. Kwa hiyo unaweza kusema let's say baada ya mwezi mmoja hizi movies zinakuwa zinapatikana Netflix tayari, kitu ambacho huko nyuma kilikuwa sio hivyo, kwa sababu movies zilikuwa zitakiwa watu watazame theater, hela zirudi, and then ndio zinaweza kapeleka kwenye streaming platforms. Kwa hiyo hicho ni kitu moja kati ya vitu ambavyo watu wengi ambao wako kwenye industry ya movie wanahofia kwamba kinaweza kutokea. Lakini kitu kingine ambacho watu wanajiuliza ni kwamba vipi zile movies au series ambazo watu wanazipenda ambazo zilikuwa under HBO kwa mfano. Je, HBO itaenda kubadilishwa jina kwamba zile movies zote sasa zitakuwa zina chapa ya Netflix, kwamba ni kazi ya Netflix, au Netflix wataamua kuendelea na ile brand name ya HBO lakini itakuwa tu chini yao. Unajua kama vile ambavyo Facebook au kampuni ya Meta ilivyonunua WhatsApp, lakini WhatsApp ikaendelea kubakia kwa WhatsApp vile vile, hawakubadilisha jina la WhatsApp, ila tu pale chini utaona kwamba iko chini ya Facebook ambayo siku hizi inaitwa Meta. Umeona? Kwa hiyo je, watu wanajiuliza kwamba je, HBO itaendelea kuwepo kama brand au ni kwamba itabadilishwa jina kabisa, kwamba zile series zitakuwa zikianza basi unaona logo ya Netflix afu mchongo unakuwa umeisha. Kwa hiyo watu pia wanajali vitu kama hivyo, kwa sababu makampuni kama HBO yamekuwepo kwa muda mrefu sana na watu wana husudu kuona hiyo brand au kuona logo ya HBO pale ambapo kazi wanayoitazama inapoanza. Kingine watu wanajiuliza kwamba je, hii deal itasababisha Netflix kuweza kupandisha bei, kwa sababu hela ambayo wameitumia katika kununua Warner Bros sio mchezo. Hizo bilioni 82.7 ni hela nyingi sana. Kwa hiyo watu wanajiuliza kama hii inaweza ikawaathiri wao, kwa maana Netflix wakaamua kupandisha bei za subscription katika platform yao. Ni moja kati ya maswali ambayo watu wanajiuliza kama je, wanaweza wakaathirika kwa namna moja au nyingine kutokana na deal hii. Kwa hiyo kwa ufupi, watu wengi wanasikilizia kuona kama serikali ya Marekani pengine itaingilia kati deal hii, lakini so far ni kwamba Netflix tayari wamesha acquire Warner Bros. Kama kuna kipengele chochote kitaingia hapo katikati kuzuia deal hii, basi tuko hapa kwa ajili ya kuona nini kitatokea. Na hivi karibuni nilikuwa nimesahau kwamba nilikuwa nimeintroduce segment mpya katika Wanangu Podcast ya Song of the Week. Kwa hiyo episode chache zilizopita nilikuwa sija include kipengele hicho, lakini kuanzia episode hii kuendelea huko mbele nadhani tutarudisha kile kipengele cha Song of the Week. Na Song of the Week kwa wiki hii ni kutoka kwake Joshua Baraka. Wimbo unafahamika kama Morocco. Ni bonge moja la vibe. Check it out kama bado hujauona au kusikiliza. Ni bonge moja la vibe, au sio? Basi mpaka kufikia hapo tunakuwa tumefikia mwisho wa episode hii ya 71 ya Wanangu Podcast. I am your host Goodluck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Till next time, peace.